ambaye ako tayari kusikiza kutoka kwa Bwana. In the book of Isaiah chapter number 14 mstari wa kwanza. Isaiah 14 mstari wa kwanza. Isaiah 14 na mstari wa kwanza. 14 na mstari wa kwanza. Inasemaje? Isaiah chapter number 14 mstari wa kwanza. Isaiah 14 mstari wa kwanza. Kiingereza inasema, for the Lord will have mercy on Jacob, and they will still choose Israel, and settle them into their own land. Then the stranger will be joined with them, and they will click to the house of Jacob. Sema amen. Kiswahili inasemaje? Bwana atamhurumia Chris. Bwana atamhurumia. Weka jina yako hapo. Bwana atamhurumia nani? Maana Bwana atamhurumia Chris. Bwana atakuhurumia wewe Chris. Atamchagua Israeli tena. Atachagua Samuel hapa Nairobi. Naye atawaweka katika nchi yao wenyewe. Ataweka hapa Kariobangi South. Na mgeni atajiunga nao. Na watu wa Kariobangi watajiunga pamoja na mimi. Nao wataambatana na nyumba ya Yakobo. Nao watasema na nyumba hii ya Kariobangi. Usiseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu anasema ya kwamba atahurumia Mama Masi. Anasema atamhurumia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo tulijifunza asubuhi ya kwamba Mungu atakuhurumia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba katikati ya wale watakaohurumiwa na Bwana uwe mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watakaohurumiwa mwezi huu wa 3 ukapoenda kuisha, Bwana Yesu ukawe mmoja wao. Wale watakaohurumiwa na Bwana kwa jina la Yesu. Watakaohurumiwa wawe na kazi, uwe mmoja wao. Watakaohurumiwa waingie kwa ndoa, uwe mmoja wao. Watakaohurumiwa wapone, uwe mmoja wao. Watakaohurumiwa wamuimbie Bwana, uwe mmoja wao. Watakaochanguliwa wawe waombezi wa nyumba hii, uwe mmoja wao. Maandiko inasema ya kwamba naye Bwana atawahurumia wana wa Israeli, na tena atachangua Israeli, tena atachangua Israeli na atamuweka ndani ya nyumba yake mwenyewe. Naomba ya kwamba mwezi huu Mungu akakupatie vitu zako mwenyewe kwa jina la Yesu. Amen. Nasema vitu zako mwenyewe zikapatikane katika jina la Yesu. Nasema mali yako mwenyewe ikapatikane. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema pesa zako mwenyewe zikapatikane kwa jina la Yesu. Nasema mume wako mwenyewe akapatikane, si wetu. Nasema kazi yako mwenyewe ikapatikane katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema vitu zako mwenyewe zikapatikane kwa maisha yako. Anasema I will put them in their own land. In other words, atakuweka mahali pako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba Mungu akakuweke mahali pako mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Alafu anasema then the stranger shall join them. Naomba watu usiowajua wawe ndio wanakuja kununua kwa duka yako kwa jina la Yesu. Nasema watu usiowajua wawe ndio wanakuja kukupromoti kwa kazi ambayo unafanya kwa jina la Yesu Kristo. Nasema watu usiowajua hao ndio watakuwa wanakupatia ile inaitwa tipu ama ni tip up. Ndio watakuwa wanakupatia inaitwa nini? Hii ya kuongezea mtu juu. Tipu. Na kuna tipu. Ndio watakuwa wanakupatia tipu katika jina la Yesu Kristo ndiye hai. Naomba wakikuja wakikupatia ile yako wanakuongezea kingine hapo juu katika jina la Yesu Kristo ndiye hai. Naomba Mungu akaleta kitu ya maana kwa maisha yako. Maandiko inasema ya kwamba na wageni watajiunga pamoja na wao. Si wageni wajiunge pamoja na wewe usiku wa leo kwa jina la Yesu. Nasema kabla ya Jumapili kuna watu watakuwa wamejiunga na wewe kwa ile kazi unafanya. Kuna watu watakuitia kazi ujiunge na wao katika jina la Yesu Kristo. Inasema kwamba watajiunga na wewe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Clicking inasema they will click to the house of Jacob. Yani watajiunga pamoja nao. Mstari wa pili inasemaje? Nao mataifa watawatoa
na kuwaleta mpaka mahali pao wenyewe, nao mataifa watawatoa